akakaa chini akaomba tena, Bwana, mimi ninachokiamini kwamba huyo mtu akitoka huku kuzimu akafufuka, akija hapa duniani akasema, jamani, mimi mwenzangu nimefufuka, nimeona mateso kule, labda wataamini. Na Ibrahimu akasema haiwezekani, lakini nje ya kuwezekana kati yetu sisi na nyie kuna shimo kubwa ambayo hatuwezi kuvuka kwenda upande wa pili. Nisikilizeni niwaambie, tajiri aliomboleza. Imagine kama leo taondoka na tujui utaelekea wapi. Kifo kakuchukua, Israeli akakuchukua. Nimesema wengi hawapende kusikia kifo, lakini kipo hawapendi. Leo kachukuliwa, ukaelekea mahali ambako ulitengeneza, kwa sababu mahali utakapoenda panategemea na maisha yako ya duniani. Ndiye atakao tushawishi kuamini yamkini umeelekea mahali fulani. Na ndio maana watu wakisha kufa wanasema rest in peace, yani apumzike kwa amani. Kama hakupata amani duniani, hawezi kupata amani huko aliko. Na ndio maana kitabu cha Waebrania ile sura ya 9:27 Biblia yangu inaniambia, kama vile alivyowekewa kufa mara moja wanadamu, na baada ya kifo ni hukumu. Hakuna nafasi ya pili ya kutubu, hakuna nafasi ya pili ya kutengeneza, hakuna nafasi ya pili. Sikiliza, tajiri alitafuta nafasi ya pili, yamkini apate bahati ya kuhurumiwa, ya kwamba sasa naweza nikakuhurumia. Alikosa nafasi hiyo. Sisi ambao tuko duniani tujifunze mfano huu, ya kwamba baada ya kifo ni hukumu. Hapata kuwepo na mjadala, hapata kuwepo na kuombaomba, hapata kuwepo. Na ndio maana jioni ya leo niye wakazi wa Videte tumewaletea habari za Yesu Kristo. Utengeneze maisha yako kabla siku ya kufa haijafika, kwa sababu hata kama utakuwa wewe ni kiongozi mkubwa duniani kote, kifo kipo pale pale. Tunaona viongozi wengi wamekufa, wengine wako na majina makubwa, likitajwa mpaka unatetemeka. Hivi inawezekanaje? Jana nilikusimulia kwa habari ya bibi yangu aliyekuwa ni mfinyanzi wa viungo. Alipokufa yule bibi, mimi sikuamini, kwa sababu nilikuwa najua kwamba watu wazima hawafi. Kwa nini? Watu wazima walikuwa hawafagi. Kwa hiyo bibi yangu alivyofariki nikahuzunika, nikajiona kama ni mpeke, kwa sababu bibi alinifundisha hata kufinyanga viungo. Wewe kama una shida ya viungo, njoo pale Kimani nitafinyanga kwa ajili yako. Haleluya! Lakini siku moja sikumwona bibi yangu, na tuliamini ya kwamba walipokuja wale watu ambao nilitajia jana, ambao huku sisi tunawaita wachungaji, ila huku sitaki kuwataja majina yao kwa sababu ya nidhamu na hekima tu ambayo Mungu ameniachilia leo. Lakini nataka niwataje wote jana, wasije watu wakaondoka kwenye mkutano wakasema huyu kijana amekuja kutusimanga. Mimi sija kumsimanga mtu wala kuisema dini ya mtu, nimekuja kumsema Yesu na upendo wake. Kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3:16 Biblia inaniambia, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu. Huo ndio upendo ambao ninauzungumzia, alipomtoa mwanae Yesu Kristo. Huo ndio upendo. Na ndio maana leo ninakwambia habari hizi, ya kwamba baada ya kifo ni hukumu. Hata mimi nitahukumiwa, hata wewe utahukumiwa, rais wa nchi atahukumiwa, wabunge watahukumiwa, serikali ya mtaa atahukumiwa. Kifo kipo pale pale. Na ukitaka kuelewa, anza kufuatilia mitandao, anza kusikiliza vyombo vya habari, anza kutazama vyombo vya habari, utaona vifo vinavyoongezeka. Wale watu wa kifo hawarudi, wale watu wa kifo wameondoka, na baada ya kifo